Kristo tunapotembea naye, kazi mojawapo ambayo anaifanya ni kuhakikisha yale ambayo tunayaamini kupitia yeye yanakuwa dhahiri. Ukisoma kile kitabu cha Luka 9:22 inasema, akasema imempasa mwana wa Adamu kupata mateso mengi na kukataliwa na wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Fikiri alichokisema hichi kisingetokea. Fikiri asingefufuka. Uhakika tulio nao juu yake na juu ya maneno yake ambayo ni maneno ya Mungu, ni neno la uzima, kwamba linaweza likawa dhahiri sawa sawa na kitabu cha Wakolosai kinachotuambia ya kwamba neno alifanyika mwili tukauona utukufu. Neno lazima lifanyike mwili, yani liwe dhahiri. Sasa fikiri yeye anaahidi kwamba atauendea msalaba, atakufa na atafufuka. Lakini ifike siku ya tatu hajafufuka, siku ya 4 hajafufuka, mpaka na leo hii angekuwa bado yuko kaburini. Kusingekuwa na uhakika juu ya imani tulio nayo katika yeye. Kitu pekee ambacho tungebaki nacho kwamba huyu jamaa ni muongo. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini tunatembea naye kwa sababu yeye Kristo ni utimilifu wa imani. Ameanzisha imani, naye anaitimiza imani. Imani lazima ifike mahali iwe na mwisho. Na imani inapofikia mwisho, mtu anaacha kuamini juu ya kile, anabaki akiwa na kitu kinachoitwa kujua. Ukiamini kwamba Mungu anaweza akaponya saratani, ukapona saratani, hauamini tena. Unachohitaji sasa wewe ni kujua. Kwa hiyo utakuwa unawaambia watu wengine kwa sababu hicho kitu kimefanyika kwako na umetoka katika kuamini, maana imani yako imeshafikia mwisho. Kwa hiyo wewe unakuwa ni mtu ambaye unajua kwamba Mungu ana uwezo wa kuponya saratani. Jina la Bwana libarikiwe. Kadhalika ukiamini kwamba Mungu anaweza akakusaidia ukapata kazi mahali, umehangaika kutafuta kazi usiku na mchana kila kukicha na upate, umeamua sasa kumgeukia Kristo ukiamini ana uwezo wa kukusaidia kupata kazi, ukajieleza vizuri kwenye interview, akakupa possible areas katika interviews zinazotoka, maswali na nini, ukajibu vizuri, ukiamini na akakusaidia ukapata. Unatoka kwenye kuamini unaanza kujua. Na ndio maana nakwambia yeye Kristo ni utimilifu wa imani. Chochote ambacho tuna uhakika nacho juu ya Kristo, tuna uhakika ya kwamba Kristo atakitimiza. Kwa nini? Kwa sababu yu hai tena. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe sana. Maisha haya ambayo tunayaishi sisi, matokeo ya maisha tulio nayo yanategemea kuzungumza kwetu na yanategemea kuamini kwetu. Bwana asifiwe sana. Mtu hawezi kuzungumza nje ya kitu anachokiamini. Impossible. Mtu hawezi kuzungumza nje ya kitu anachokiamini, na mtu hawezi kufanya nje ya anachokisema. Tunaamini kwenye moyo, tunazungumza kwa vinywa, tunafanya kwa mwili, tunatenda kwa mwili. Imani inakaa moyoni na ndio inayokupa uhakika. Alafu ule uhakika ulio nao ndio unaokufanya uzungumze unachokizungumza. Alafu ndio unaokufanya utende unachokitenda. Sasa kama unatembea na Yesu mfufuka, una uhakika kama alisema siku ya tatu atafufuka na akafufuka. Ni kipi sasa ambacho nitashindwa kukizungumza katika msingi wa Kristo na kisiwe dhahiri? Vitu vingi tulivyo navyo na maisha mengi tulio nayo ni matokeo ya nini tunachozungumza. Mtu hawezi akawa nje ya maneno yake. Ndivyo maneno ya Mungu yanatuambia. Na neno la Mungu kwenye kitabu cha Petro wa kwanza inazungumza wazi. Petro wa kwanza 3:10 inasema, atakaye kupenda maisha auzuie ulimi wake kunena hila na midomo yake kusema mabaya. Si kitu rahisi kujizuia kama Kristo mfufuka hatembei na wewe kwenye maisha yako. Si jambo jema au sio jambo jepesi sana ukafikiri kwamba unaweza ukaliishi kama huyu aliyefufuka ambaye yuko hai hayuko pamoja na wewe. Na ndio maana tunatiliwa mkazo katika somo la leo, tutembee na Yesu mfufuka. Maana katika kutembea kwetu pamoja naye atatimiza imani yetu. Unayo imani juu ya nini kutoka kwa Bwana? Kristo mfufuka
ana uwezo wa kuifanya hicho unachokiamini kikawa halisi. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe sana. Lakini jambo la pili ni ushindi katika maisha yetu. Kutembea na Yesu mfufuka ni ushindi. Ni ushindi. Kama jinsi ambavyo kufufuka kwake ni ushindi dhidi ya kifo, ni ushindi dhidi ya mauti, ni ushindi dhidi ya kaburi, ni ushindi dhidi ya kuzimu. Basi kwa kufufuka kwake tunapotembea naye ni ushindi kwenye maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Warumi 6:8 inasema hivi. Kitabu cha Warumi 6:8 mstari wa 10 inasema hivi. Warumi 6:8 mpaka ile mstari wa 10 inasema hivi. Lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, tuamini ya kuwa tutaishi pamoja naye, tukijua ya kuwa Kristo akiisha kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Maana kwa kule kufa kwake aliifia dhambi mara moja, lakini kwa kule kuishi kwake amwishia Mungu. Biblia inasema alipofufuka hafi tena. Kwa nini? Kwa sababu alishinda. Jiwe lilishindwa kumzuia Yesu kutoka kaburini. Kaburi limezoea kushikilia wafu mpaka wanaoza, wanakuwa mifupa. Lakini lilishindwa kufanya hivyo kwa Kristo. Kuzimu ilishindwa. Biblia inasema alishuka kuzimu, akafanya vita, akapambana, alienda kama alivyo. Hakuna mahali ambapo tunaona kwamba Yesu wakati anasulubiwa, alisulubiwa akiwa na funguo za kuzimu na mauti. Hatuoni. Hakuna mahali tunaonyesha kwamba alizikwa pamoja na hizo funguo. Lakini neno la Mungu nasema alipoenda kule kuzimu, alizichukua. Kuzimu ni makazi ya watu, ni makazi ya mizimu, ni makazi ya mashetani, ni makazi ya wafu waliokufa katika dhambi. Lakini yeye Yesu alipoenda huko, kuzimu kulishindwa kumshikilia abaki kuwa sehemu yao. Akatoka, na kutoka tu hivi, alitoka na funguo. Alitoka na funguo za mauti na kuzimu. Na hizo funguo kwenye kitabu cha Ufunuo moja tunasoma hapo kwenye aya siku, ametupa sisi. Ametupa ili na sisi tuwe na ushindi huo dhidi ya mauti na kuzimu. Haleluya. Haleluya. Chochote ambacho kimeachiliwa, ambacho kina lengo la kuua vitu kwenye maisha yako, la kuua maisha yako, la kuua mwili wako, Kristo Yesu mfufuka amekupa nguvu ya uzima ili hivyo vitu viweze kuishi tena. Na Biblia inavyosema kama jinsi ambavyo alipofufuka hafi tena, na hivyo vitu ambavyo Mungu ametupa hakuna anayeweza akaviua na hata havitakufa kwenye maisha yetu tena, kwa maana Kristo mfufuka anatembea nasi. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la tatu. Tunatembea naye kwa sababu anataka kukaa na sisi. Na hii ni hiari. Halazimishi mtu. Hii ni hiari. Yeye Kristo anataka akae na sisi hapa duniani na kwake mbinguni. Anataka akae na sisi hapa duniani na kwake mbinguni. Na hakuna jinsi ambavyo tunaweza tukakaa naye kama hatutembei naye. Kutembea naye kunatupa kumfahamu Kristo jinsi alivyo. Tunafunuliwa jinsi ambavyo tumaini lake katika maisha yetu lilivyokuwa. Na katika kutembea naye anakaa nasi. Yohana 14:23 inasema. Yohana 14:23 inasema. Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu na Baba yangu atampenda. Anasema nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Sasa nikuulize, kwako wewe anakaa au vinakaa vitu gani? Tukija nyumbani kwako pale, tunaingia kwenye mlango wa kuingilia tu, tukiangalia tu hapa juu hapo unapofichaka mifupa ya nguruwe hapa, kwako wewe vinakaa vitu gani? Wengine wameshonea mpaka ilizi kwenye midoli ili tusizione. Midoli inaning'inizwa hapo, utafikiri ni mdoli. Ufungue huo mdoli uone ndani vitu vilivyomuunda, vinapumua. Ndio vitu ambavyo ameamua akae navyo.
chini ya kitanda chako, tukiamua tu umelala pale, ndio ndugu wamekuja sasa, wanaamua kuja kukusaidia kufanya usafi, wanafagia chini ya kitanda, watakutana na vitu gani vinavyokaa hapo? Watakutana na kitu gani? Kisa tu hauko tayari kutembea na Yesu mfufuka. Hauko tayari Yesu aje na Baba yake wafanye makao kwenye maisha yako, wafanye makao kwako, wakae pamoja na wewe. Hauko tayari. Lakini si tu hivyo. Ukisoma ule mstari wa 3 na wa 6, Yohana hii 14, mstari wa 3 na wa 6, anasema, basi mimi nikienda na kuandalia mahali, yani makao, nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Anataka akae na sisi kwetu, na anataka akae na sisi kwake. Lakini kuna watu hawako tayari. Hawako tayari Yesu akae na wao. Na hawako tayari watembee naye hata aje tena atukaribishe kwake. Hawako tayari. Wanajiishia wao. Biblia inasema alipokufa hafi tena. Alikufa mara moja na anamuishia Mungu. Na sisi kama Wakristo ambao tunaitwa kwa jina lake Kristo, tunachopaswa ni kumuishia Kristo. Sawa sawa na neno lake linaposema kuishi kwetu sisi ni Kristo. Kuishi kwetu ni Kristo. Kufa ni faida. Ni faida yako wewe kulala leo hii. Lakini unaishi si kwa ajili yako, unaishi kwa ajili ya Kristo. Uyafanye yaliyo mapenzi yake. Utimize lile ambalo ameliweka kwa ajili yako. Lakini tumekuwa wasumbufu. Tumekuwa ni watu ambao hatuko tayari kutembea naye. Tunamrudisha tena msalabani kwa dhambi na makosa na maovu yetu. Hatuko tayari kutembea naye. Utafikiri ni mfu. Tunamwogopa kama vile ni mtu ambaye tuna habari naye kwamba alishakufa miaka mingi na akazikwa, kumbe labda ilikuwa ni kitu kingine. Ghafla amerudi nyumbani, ndugu wanaanza kumkimbia. Ndipo hivyo ambavyo tunamfanyia Kristo. Anapohubiriwa mahali tunamkimbia kama ni mzimu. Uhalisia wa kufufuka kwake hauko ndani yetu. Na ndio maana hatuna habari naye. Hakuna namna ambavyo tunaweza tukashinda dhambi. Hakuna namna ambavyo tunaweza tukashinda vifo na mauti na vitu kadha wa kadha ambavyo shetani ameviachilia kwenye maisha yetu.